Mbona mama ukaa chini? Endelea kukaa. Una chati? Endelea kuchati. Alafu baadaye unaniambia mimi si boss na tulia na wewe. Mimi na chati na kambebe hapa. Kambebe, usisahau ndoto yako ya asubuhi. Una kamdomo sana. Kamdomo Sawa. Ambia muwai toka saa 12. Ndio tuliwahi boss. Kwa nini mnaita utani? Hapana boss, tumewahi, tumefanya kazi. Kwanza nimetandika mimi na mwenzangu ndo alikuwa anachati pale. Achana na kutandika. Wewe mwenyewe nimekuona kama kazi ulikuwa unategea. Kwa nini unaita utani? Nimefanya kazi mimi mwenyewe. Wewe ndo alikuwa anachati pale chini. Amekaa pale chini pale. Nyie mnaita utani na kazi. Alafu wewe kwa nini ulikuwa umesimama tu unachati? Kwa nini hivyo wewe unachukuliaje? Eti kwa nini unaita utani na kazi? Eti kwa mimi unataka kufukuza kazi mimi? Eti wewe ujinga siupendi mimi. Samahani boss. Usiniweke mbulula mimi. Samehe boss. Wewe unaniweka mbulula? Hapana. Unaniweka mbulula? Hapana boss. Eti? Hapana. Wewe unaniweka mbulula mimi eti? Hapana boss. Samehe boss. Wewe unaleta utani eti? Samahani boss. Wewe unaleta utani? Hapana. Eti unaleta utani? Samahani boss. Niachie! Nakwambia niachie! Niachie! Ina maana umeamua kunionyesha wazi mimi kwamba unipendi. Unagawa hela kwa malaya zako. Mimi hela ya kula unashindwa kunipa. Tena barabarani. Rajabu, unanipiga nini? Pumbavu wewe. Umepata faida gani ya kunizalisha mbele za watu kule? Ina maana mimi nimeoa mwanamke au nimeoa bondia? Afu wewe tena ningekugaragaza pale, watu dunia yote ingeshuka kuniangalia mimi. Mjinga wewe. Nipe funguo. Nipe funguo. Sasa mke wangu, kama nilivyokuambia, wiki ijayo inatakiwa tukajaze mzigo pale. Na nataka wiki hilo lijalo uanze kushinda pale. Inatakiwa mimi na wewe tusaidiane. Ukipata 200 napata 500, inakuwa 700, alafu maisha yanaenda huko. Wewe Sophie? Sophie? Nakusikia, ongea, nakusikiliza. Yaani mimi naongea unaendelea kuchezea simu yako, maana yake nini sasa? Alafu Sophie, mbona una mambo ya ajabu? Yaani mimi naongea kitu ambacho ni cha maisha kati ya mimi na wewe na familia yetu kwa ujumla, lakini wewe uko busy na simu. Simu inakusaidia nini? Lakini si unachoongea na kusikia. Sio kwamba unanisikia. Yaani maana yake inatakiwa unisikilize, alafu tupeane mawazo yako yaani ya kwako na ya kwangu mimi, tukichanganya tunapata kitu kizuri. Sasa leo hii mimi naongea, wewe unaendelea kuchezea simu, maana yake nini? Bwana. Sikia, wewe Sophie. Bana, endelea kuongea mwenyewe. Alafu Sophie, wewe unadharau sana wewe. Yaani mimi naongea, alafu wewe unanyanyuka unaondoka, maana yake si ni dharau hiyo. Sawa, lakini kumbuka mimi nimekuoa
na nimetoa mali kwenu. Sasa kama wewe unaendelea kunidharau mimi, sawa tu. Fresh. Lakini mke wangu, yani mimi sijaongea kwa nia mbaya. Na unajua ni jinsi gani nakupenda. Unavyofanya hivyo ni kama unaniumiza yani. Wow, vitu vyangu hivi. Yaani vile vile nilivyokuwa nataka. Nilikuwa nataka mtoto kama wewe. Mtoto wa Kiislamu, afu mwembamba mweupe. Leo Mungu kanishushia hiyo bahati. Nahisi mimi, yani hapa unavyoniona, nitanenepa mara 2 kwa jinsi nilivyokupenda wewe. Wewe. Please stop. Hivi umejiona jinsi ulivyo? Wewe sio vitu vyangu mimi. Kwanza mimi na mtu mfupi wapi na wapi? Hapo kwenye ufupi. Hapo kwenye ufupi. Hili kila kitu nitaenda. Yaani wewe ukinikubali tu mimi, utakula mema ya nchi. Kwanza jinsi tulivyovaa. Nitatembea na wewe, nitaenda na wewe wapi? Uendani na mimi kaka. Yaani narudia tena, uendani na mimi. Sawa? Sasa nikwambie, hapa mjini nitakao upate mwanaume kama mimi, mwenye kitambi, mwenye mihela, yani hata ukipata tatizo lolote na alisolve kwa wakati. Kitambi gani hicho? Kitambi cha umaskini hicho? Ndio. Leo umekuja au kama yani uniangalia kwenye sitimila zako. Umekuja na white kama mimi. Sasa ndio leo napenda nao. Na enjoy. Na enjoy. Wajua Sophie kweli mwanamke mzuri sana. Wanifanya kila siku ni date. Ni kweli bebe. Natamani nisikuache, natamani usiwe mbali na mimi pia. Serious? Yeah. Wajua nikikumbuka hata kama ni mbali sana. Lakini nikikumbuka kale kawimbo kalikuwa na ujumbe kumbe. Japo nilikuwa mtoto lakini wajua zile za kizamani zile. Ngo gani hao baby? Japo aliimba mwanamke lakini mimi naona kama kalitufaa hata sisi pia. Sasa mimi nataka nikuimbie. Wow. Upo tayari? Yeah, yaani hapa nipo tayari kwa ajili ya kusikiliza. Nataka niwe na wewe milele. Nataka tuwe na watoto baby. Nataka tuishi wote pamoja. Pamoja. Nataka niwe na wewe milele. Nataka tuwe na watoto baby. Nataka tuishi wote pamoja. Nataka niwe na wewe milele. Nataka tuishi wote pamoja. Nataka niwe na wewe milele. Nataka tuzae na watu. So yani alikuwa anachanganya kwa yani alikuwa na enjoy. Hakika unaweza. Ila shauri wako ndo kufanyia kazi lakini mimi na enjoy sana. Ana? Yes, ma'am. Umeshindaje? Salama, sijui wewe. Mimi niko safi. Uko wapi? Nimetoka kwa rafiki yangu Feti, ndo narudi nyumbani. Okay, basi mimi niko nyumbani nakusubiri. Sawa. Sawa. Okay.
Wewe sio vitu vyangu kaka, sawa? Kaka, nakuonya. Siku nyingine ukiniona, niogope. Mimi nitegemea wanaume kama sisi gentlemen, wenye vitambi vyetu. Ndio sisi tunamiliki hela hapa mjini. Yaani hao wengine hao mnaita sijui six pack, hakuna vitu. Sisi ndo watu ambao tuna mihela. Hela gani hapo? Kwa hicho kitambi cha umaskini hicho? Kaka, narudia tena. Ukiniona siku nyingine, koma kuniita. Mjinga wewe. Sasa mrembo, unaniachaje kwa mfano hivi na wewe? Boss. Naam. Samahani bwana. Wewe kuna kitu kinakutatiza ni? Bwana. Boss, Ni juzi. yaani kuna jambo ambalo nataka nikuambie. Junior anazingua sana. Yaani mpaka sasa hajafika kazini. Na sio hilo tu. Huko mtaani ana skendo kibao kutoka na wake za watu. Boss wangu. Ndio maana anachelewa kuja kazini. Ndio. Kutokana na wake za watu. Zinafanya hata hapa tunakosa wateja kwa sababu yake. Mabosi wanashindwa kuleta magari yao. Ina maana yeye hajui kwamba wake za watu ni shida. Yeye anajichukulia tu kina nani. Hao wake wanamuonga au ni? Sababu kama mtu anani au hela tunazompa zinamtia ukichaa. Ni hata sijui bosi wangu. Kama zinamtia ukichaa, basi huyo inabidi kumpunguzia kipato. Yeye ameweka kama wake za watu nani. Kwa nini asitafute wanawake ambao ni wa kawaida kuliko akacheza na wake za watu? Unajua kuna vitu vingine anavifanya, anaitafuta mochwari au jela. Sawa bosi wangu. Umenielewa? Ndio bosi. Muda yake. Sasa mimi nilichokuwa naomba kitu kimoja. Inabidi nikuongezee baadhi ya vijana uendelee kufanya nao kazi. Au unasemaje? Sawa bosi. Usijisikie vibaya kwa sababu wewe utakuwa peke yako, utatingwa kazi. Kwa mimi nakuomba jitahidi usiige tabia za yule mpuzi. Siwezi, yani siwezi. Ndio maana nimeamua kukuambia ukweli. Huyu jamani anazingua. Sasa haina shida kwa sababu yeye si hivyo vitu amevifanya, ila anachokitafuta atakipata.